Leo tunazungumzia katika kipindi chetu cha michezo finali ya Pyramid dhidi ya Mamelodi Sundowns, finali ya CAF Champions League. Ni finali kubwa sana, na ukiangalia namna timu hizi ambavyo zimeweza katika safari yake kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya finali, zimekuwa ni timu bora sana, zimeonyesha ubora wake wa aina tofauti. Upande wa Pyramid ni finali ya kwanza kufika hatua ya finali katika mashindano ya CAF Champions League. Na ukiangalia Pyramid matokeo yake na namna ilivyokuwa ikiendelea katika ukuaji wa klabu hii, kwanza ni klabu changa nchini Misri, lakini hata Afrika ni klabu ambayo haina muda mrefu tangu imeweza kuanzishwa, lakini ni moja ya klabu ambazo zimekuwa na uwekezaji mkubwa, na matunda katika uwekezaji wake ni pamoja na hatua hii ya finali. Wamefika hatua ya finali ya shirikisho msimu mmoja, lakini hawakufanikiwa kuchukua taji, na msimu jana ndo msimu uliopita 2023-24 ndio ilikuwa finali yao, ilikuwa ni mara yao ya kwanza kushiriki hatua ya makundi ya Champions League barani Afrika. Lakini mwaka huu wameshiriki kwa mara ya pili na wameweza kufanikiwa kufika hatua finali. Ukiangalia safari yao ya kufika hatua ya finali ni surprise package katika mashindano ya CAF Champions League katika msimu huu, kwa sababu timu ambayo haikuwa haikupewa nafasi kubwa kufika hatua finali, lakini aina ya kikosi walichonacho, ubora wa mwalimu walionaye ndo nimepelekea wao kufika hatua finali. Ukiangalia hatua ya makundi, namna walivyoweza kufuzu, aina ya kundi waliokuwa nalo, ni timu ambayo inathibitisha ubora wao. Lakini ukitoka hapo hatua robo finali hawakupewa nafasi kubwa sana, na waliweza kufanya vizuri. Hatua ya nusu finali waliweza kushinda goli, waliweza kupata matokeo ya goli nyingi wakiwa nyumbani, lakini away walienda kumaliza mchezo wakashinda. Maana yake ni timu ambayo hatukuitegemea katika mafanikio ambayo tumeweza kuyaona. Mchezo wao dhidi ya Orlando Pirates wa nchini South Africa ni mchezo mgumu sana, waliweza kumaliza kwa sare bila kufungana. Ni matokeo ambayo yalishangaza watu wengi. Ukiangalia Orlando Pirates msimu huu kuanzia hatua ya makundi, jinsi walivyokuwa wana perform, jinsi walivyotengeneza timu yao, ilikuwa na muunganiko wa wachezaji wengi wazuri katika ubora wao. Usitoshe ligi ya South Africa ikiwa ni ligi bora sana, waliweza kufanya vizuri Orlando Pirates na waliweza kuondoshwa kwenye mashindano. Ukitazama kwa lile mchezo wao wa Misri ulikuwa ni mchezo wa piga ni kupige. Orlando Pirates walifanikiwa kupata goli mapema kabla ya Pyramid. Tuliamini mchezo unaweza kwenda kumalizika, kwa sababu Orlando ni timu ambayo ilikuwa ina surprise katika matokeo yake katika msimu huu. Wameshinda mechi kadhaa away. Tuliamini na mchezo wao dhidi ya Pyramid utaenda kuwa vile, lakini tofauti ilikuwa ni pale kipindi cha pili. Fiston Kalala Mayele, namna alivyokuwa game changer katika mchezo, namna walivyoweza kuprocess katika mchezo, mikimbio yao kutengeneza hatari. Walikuwa ni timu ambao wanatengeneza nafasi nyingi, lakini pia waliweza kuzitumia nafasi hizo, na ndio maana Pyramid waliweza kushibuka na ushindi. Na kingine mchezo wake dhidi ya Mamelodi Sundowns, ukiangalia tu nusu finali kamuondosha kigogo wa soka barani Afrika, Al Ahly. Timu unapoanza always lazima uweze kumpa nafasi kubwa ya kuchukua taji kwa sababu ya historia yake. Taji zaidi ya 11 ya CAF Champions League ni mafanikio makubwa sana katika soka. Lakini the same ukiangalia mchezo wao wa kwanza uliochezwa nchini Misri by Pretoria, performance ya Ahly ilionyesha kwamba tuliamini mchezo wake wa Cairo unaweza kwenda kwa mchezo bora sana tofauti na mchezo wake wa awali. Lakini na ukitazama mapema Cairo Ahly alipata goli, baadaye mchezo ulienda ukabadilika, Mamelodi waliweza kusawazisha dakika 87, na namna alivyokuwa anaituliza tempa, namna alivyokuwa anaweza kuja taratibu. Na ukiwatazama Mamelodi katika finali hii, hatari kubwa ambayo naiona sio wachezaji ama aina kikosi walichonacho, lakini pia aina benchi la ufundi walilonalo. Kwa sababu tukumbuke mwaka jana Mamelodi Sundowns aliweza kuondoshwa kwenye mashindano na klabu ya Esperance de Tunis, ikiwa na mwalimu huyu ambaye wako naye leo Mamelodi Sundowns, wao wakiwa na Roland Mokoena.
ya kuondoshwa wakamchukua mwalimu yule yule ambaye aliweza kuondoshwa kwenye mashindano, kwa sababu waliona ubora yule mwalimu, namna alivyokuwa anaitengeneza timu yake, namna alivyokuwa anaenda kwenye mashindano. Mamelodi wa msimu huu kidogo yuko different sana na Mamelodi wa msimu iliyopita. Mamelodi wa msimu iliyopita alikuwa anavutia zaidi kuangalia, lakini katika mbinu ni kama anaanguka mwalimu Roland Mokoena. Lakini mwalimu huyu amekuja tofauti sana na Mamelodi, ameitengeneza Mamelodi kuwa tofauti na Mamelodi iliyopita. Ukiangalia Marcelo Allende anavyo practice katika uwanja, kina Mokoena, Kapelo Moseko msimu unaona ana struggle bench, Aubrey Modiba kwenye ulinzi wa kushoto wamekuwa different sana Mamelodi msimu, kwa sababu kuna wachezaji ambao tunawafahamu ambao wana experience kubwa na wana muda mrefu kwenye kikosi cha Mamelodi, lakini tumeona mechi kadhaa wamekuwa wakikaa bench. Temba Nzwane akianzia nje mechi nyingi, lakini amekuwa kama game changer katika msimu huu, kwa sababu Temba Nzwane akianzia nje na anapokuja kuingia kuna kitu kinabadilika, hasa mchezo wa Ahali wa hatua ya nusu finali. Namna alivyoweza kuingia, namna alivyobadilisha mchezo, creativity yake, experience anayoonyesha, exposure yake tuliona katika mchezo, kwa sababu ni mchezaji ambaye hafiki kwenye maeneo mengi kwa sababu ya umri mkubwa alionao, miaka 35, lakini mchezaji ambaye anacheza katika maeneo machache, lakini anakupa ubora katika mchezo na anaonyesha ubora wa aina mchezaji, kwamba yeye ni mchezaji bora katika bara la Afrika kwa sasa. Anafika kwenye maeneo mengi, anatengeneza hatari kwa mpinzani. Tunatazama mchezo wa Mamelodi dhidi ya Ahly kama somo katika kuendea mchezo huu, kwa sababu Ronald Williams katika milingoti mitatu kikosi cha Mamelodi pale hakuna upinzani, lazima awepo kwenye milingoti mitatu. Kapelo, uwepo wa Aubrey Modiba upande wa kulia, Tolisso Mudau eneo la kushoto, Grant Kikana katika eneo la ulinzi, Lebusa katika eneo la ulinzi. Hawa ni walinzi ambao wanaonyesha ubora mkubwa sana katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Lakini eneo la midfield likipraktiziwa na Kapelo Maseko likipraktiziwa na Mokoena ni katika Mokoena ni katika miongoni mwa viungo bora sana barani Afrika kwa hivi sasa, na tunaona ubora wake katika mechi kadhaa, the way anavyo drive team, anavyopiga pasi, anavyoweza kupiga mashuti ya mbali. Uwepo wa Marcelo Allende katika eneo la midfield, uwepo wa katika eneo la kiungo mshambuliaji, uwepo wa ni ukiangalia safu ya ushambuliaji ya Mamelodi imekuwa na safu bora sana kwa hivi karibuni, na kikosi chao kimekuwa katika ubora wa hali ya juu sana, kwa sababu imetengenezwa na muunganiko wa wachezaji ambao wanakupa ubora mkubwa, namna walivyo creativity, utulivu wao katika kutengeneza nafasi, namna kutumia nafasi, wamekuwa wana kiwango bora sana Mamelodi Sundowns. Na kitu bora ambacho walichonacho ni namna ambavyo wanabadilisha shape wanapokuwa wanamiliki mpira. Mamelodi wanapomiliki mpira, wingback zake Tolisso Mudau upande wa kulia, upande wa kushoto Aubrey Modiba wamekuwa wanabadilika, wanasogea kama viungo, wana switch katika eneo la pili la uwanja, la Mamelodi Sundowns kwenye eneo la kiungo, ambapo inawapa nafasi kubwa kina Allende katika namna ya kuidrive team. Inawapa nafasi nzuri sana kina Allende kutengeneza nafasi kubwa katika eneo la ushambuliaji na kuingiza idadi kubwa ya watu kwenye box. Lakini hicho kitu ni silaha kubwa, lakini moja ya ubora ambao wako nao Pyramid katika msimu huu ni kuwa na wachezaji ambao wana uwezo wa kukimbia na wana kasi. Na kitu ambacho Mamelodi kinakuwa kinawatesa sana katika mashindano haya ya CAF Champions League ni namna gani wanatengeneza mashambulizi katika kasi, na namna gani wanapopokonywa mipira katika eneo lao la midfield wanaweza kutengeneza build up ya defensive katika namna ya kudhibiti mashambulizi. Hii imekuwa ni changamoto kubwa. Ukitazama mchezo wao dhidi ya Ahly, mpira waliweza kupokonywa katika eneo la kiungo. Imam Ashur aliweza kutengeneza hatari katika katika eneo dogo, namna alivyoweza kudrive team, alivyopiga pasi yake kwa Tahir iliweza kuletea madhara makubwa sana Mamelodi Sundowns na kuweza kuruhusu goli. Na hii ndio changamoto ambayo Mamelodi wamekuwa wakipitia misimu kadhaa, japokuwa msimu huu kwa kiasi fulani ni kama wameweza kudhibiti ile hatari ambayo wamekuwa nayo kwa kipindi kirefu. Na
Hii ni kwa sababu ya aina mwalimu alionaye, namna alivyotengeneza teamwork na kuangalia madhaifu yao, ubora wa mpinzani wao. Lakini moja ya silaha kubwa Mamelodi walionayo katika kikosi chao ni mlinda mlango Ronwen Williams, kwa sababu ni mlinda mlango ambaye 1 against 1 ana uwezo wa kucheza nyingi na kuifanya Mamelodi kuwa salama, kwa sababu hali ya juu katika finali, na ni finali ambayo ni timu mbili ambazo bado hazijafanya vizuri sana katika mashindano. Nadhani kwa sisi wapenzi wa soka, kesho ni siku muhimu sana kwenda kutazama finali hii, kwa sababu ni finali ambayo kwanza hakuna timu ambayo unaiona ni dhaifu katika mchezo huu, kwa sababu timu zote zimejiandaa vizuri na zimekuja na muundo tofauti na walimu tofauti. Ukiangalia Pyramid the way walivyokuja katika mashindano haya msimu huu, wamekuja tofauti na msimu uliopita wa Champions League. Msimu huu wamekuwa na timu bora na surprise yao wamekuja katika mazingira mazuri sana. Fiston Kalala Mayele alikuwa na performance bora. Nadhani natamani tukutane twende kwa utazame mchezo kwa sababu ni mchezo ambao hauwezi kwenda na matokeo moja kwa moja, haijalishi utakuwa away ama home. Ukitazama mchezo huu kesho, Mamelodi yuko nyumbani Pretoria akikutana na Pyramid. Nadhani hii ni first leg ambayo itaenda kutengenezea taswira ya mchezo wao wa pili, namna gani tutaenda kuuona. Lakini kesho ni mchezo bora sana, tunatakiwa tuuone, tuvutiwe nao kwa sababu ni mchezo bora sana. Tunafika tamati ya kipindi chetu. Karibu tena wakati mwingine.